Bwana hii ni sehemu ya pili ya Utapona, na labda niwakumbushe tu kwamba tulikuwa tumeachia pale ambapo Douglas Zichi alikuwa amefika katika soko la kuuza watoto, na papo hapo akaliona lile gari ambalo lilikuwa limembeba mtoto Dilia. What? Akaanza kulifuatilia taratibu. Kwani hawa watu wanataka nini na mtoto? Au wanataka kumuuza? Twende nalo. Douglas Zichi aliendelea kulifuatilia lile gari kwa mwendo wa kasi mno. Hakutaka kujua kwamba alikuwa akikabiliana na watu wa aina gani. Yeye alichokihitaji ni kumpata mtoto Dilia tu. Aliendelea kulifuatilia mpaka pale alipoliona likisimama mbele karibu na baa. Wale wanaume watatu walionekana kushuka huku wakiwa wamembeba Dilia juu. Walikuwa wamemfunika kitambaa cheusi usoni ili asiweze kuona chochote. Kisha baadaye wakaonekana wakiingia pale ndani ya baa. Douglas Zichi alipoona hivyo, alishuka kwenye pikipiki taratibu na kuamua kuwafuatilia pole pole bila kugundulika na mtu yeyote. Mara alipokaribia ule mlango wa baa, aliupiga kwenye teke la nguvu na kuingia ndani. Aliwakuta wale wanaume wakiwa wameketi sebuleni huku wakipiga biashara. Jamani, mnataka kumpeleka wapi mtoto? Kwa nini mlinidanganya? Kwa nini mniambie kwamba mnamfahamu ili hali hamfahamu? Kwa nini mnataka kumuuza mtoto ambaye hata nyinyi wenyewe hamjui anakotoka ni wapi? Why? Kwa nini wanadamu hamuna huruma? Kwa nini mna mioyo migumu namna hiyo? Why? Iweje mjifanye hivyo wanadamu nyie? Kijana, inaonekana hutambui kwamba unazungumza na akina nani. Ko wecha kufanya, nyanyuka hapo na utoke nje, walimjibu. Ila Douglas Zichi hakutaka kujua. Yeye alichokihitaji ni kitu kimoja tu. Alitaka kuondoka na Dilia. Ila sasa kunalo jambo ambalo wale wanaume hawakuwa wanalifahamu kumhusu Douglas Zichi. Hawakuwa wanatambua kwamba miaka kadhaa iliyopita Douglas Zichi alikuwa mwanajeshi mashuhuri sana nchini Kenya, na aliweza kutumikishwa katika mishoni mbalimbali na kuweza kurudi akiwa salama. Hawakulitambua hilo. Aliweza kuambia kistaarabu, mna sekunde 10 huyo mtoto awe ametoka, la sivyo hapa ndani patachimbika. Hawakumuelewa. Kijana, tunasema toka nje, ina maana utuelewa au? Waliendelea kumkashifu. Mmoja wao alisimama. Aliamua kufuata pale alipokuwa amesimama Douglas Zichi. Lakini hata kabla ya kufika, mara ghafla aliekelewa round spin kick. Papo hapo alianguka kifudifudi na kushindwa hata na kusimama. Wale wawili waliweza kushangazwa sana na kile kitendo. Hawakuamini kumuona mmoja wao akiwa amelala chini kifudifudi na hata hapepesi jicho. Yaani hakuwa na uwezo hata wa kuamuka. Mara ghafla na wao wote waliamuka ili waweze sasa kumvamia wakiwa wawili. Lakini sasa Douglas Zichi naye ni nani? Kile ambacho hawakuwa wanatambua kwamba huyu jamani ni mwanajeshi na ana tekniki zote za kutumia za kuvamia magaidi wowote wale. Anaweza kupambana na mtu yeyote ambaye anaonekana ni jeuri. Wao hawakutaka kulitambua hilo. Walisimama katikati.
Mara ghafla Douglas alimkuta mmoja kwa ngumi. Mara ghafla akamzungukia mwingine, akampiga round spin kick, akaanguka kando. Hadi Dilia mwenyewe alishangaa. What? Alishangaa. Lakini sasa tatizo, hangeweza kuzungumza. Mara ghafla kelele za wanawake zilianza kusikika pale kilabuni, wengine wakilia huku wakionekana wakitoka nje mbio mbio. Douglas alionekana kutotaka kujua chochote. Mara aliona bia moja kwenye meza, aliifuata na kuifungua. Kisha alifuata alikokuwa amelala gaidi mmoja. Alimwagia ile pombe yote na kumwamusha. Kisha akamuuliza kiustaarabu, niambie bosi wako yuko wapi? Yule kijana aliamua kumjibu, samahani sana kaka, najua tumekukwaza sana kwa sababu tulikudanganya kwamba tunampeleka mtoto kwao, kumbe tulitaka kumuuza. Samahani sana kwa hilo, lakini sasa kaka, upo katika hatua ambayo hutoweza kuimaliza kamwe, kwa sababu huyu jamaa ambaye unaweza kudili naye si mtu wa kawaida. Ni mtu ambaye ana pesa kishenzi, yani anaweza akakupoteza wakati wowote. Kwa hiyo tafadhali kaka, naomba ujichunge. Huenda sisi watatu umeweza kutumaliza kirahisi sana, lakini sasa yule jamaa si mtu mzuri. Anaweza akatumia pesa zake hata kununua serikali. Kwa tafadhali kijana, jichunge sana. Ila sasa Douglas hakutaka kujua chochote. Alichotaka kujua ni kwamba bosi yuko wapi. Kijana aliweza kumweleza kwamba bosi wake alikuwa upande wa juu. Alikuwa kwenye room number 4 katika ghorofa ya 4. Douglas alionekana kumbeba Dilia na kuanza kupanda zile stairs. Alipanda mpaka alipofika juu. Pale alimuona mwanaume mmoja akiwa amevalia koti jeusi. Upande wa mkono wa kushoto alionekana akiwa ameshikilia glasi yenye wine huku akijiweka taratibu. Upande mwingine, wadada wawili warembo walionekana wakimpapasa kifuani. Mwanaume huyu alikuwa na pesa kishenzi. Alikuwa akiamini kwamba pesa zake zote zingemfanya kiasi kwamba aweze kununua dunia mzima, kiasi kwamba alikuwa akiwauza watoto, alikuwa akiwauza wanawake mbalimbali, alikuwa akisafirisha madawa za kulevya. Watu walikuwa wamemchoka. Baadhi ya watu walimwogopa kwa sababu yeyote angejaribu kumfuatilia aliweza kumpoteza, na hata hivyo serikali ingeweza kumchunguza. Aliweza kulipa pesa kiasi kwamba siri zake zote hazingeweza kufika mahali popote. Douglas aliingia pale chumbani, kisha hata bila kufikiria mara mbili alifuata alikokuwa ameketi yule mwanaume. Alimshika kwenye shingo, kisha akamwinua juu. Baadaye akaanza kumuuliza maswali kistaarabu. Mwanaume, kwani wewe, kwa nini watu wanakuogopa? Na kwani unafanya kazi ya aina gani wewe? Halafu mbaya zaidi, unauza hadi watoto wadogo, young children unawauza. Wewe unaonekana una siri nyingi sana mzee. Yule jamaa alianza kupambana na mkono wa Douglas ili aweze kutokana na yale madhara ya kunyongwa, lakini hakuweza. Wale wanawake wawili waliokuwa wameketi karibu naye walionekana kutoka nje mbio huku wakipiga kelele. Douglas hakutaka kujua. Aliendelea kumhoji. Usiponijibu chochote, tambua kwamba hutatoka kwenye huu mkono. Jamaa alionekana kubaki kimya. Alidhani Douglas anatania.
Mara Douglas alipotazama upande wa kushoto, aliona dirisha. Halafu chini kulikuwa na umbali mrefu sana. Akiwa amemshikilia yule mwanaume kwenye shingo, alimvuta mpaka pale dirishani, kisha akamwegemeza, huku kichwa kikiwa kimetazama nje. Utaongea ama hautaongea? Jamaa alikataa kuongea. Kwenye macho yake, Douglas alimtazama yule jamaa kama mhalifu, jambazi, gaidi, mtekaji nyara. Alijua kwamba watu walikuwa wamemshindwa. Alijua kwamba huyu jamaa ameishi akitesa watu wengi, basi wakati wake nao pia umefika. Kwa hivyo alimuuliza kwa mara nyingine, mwanaume, nataka uniambie ni biashara gani nyingine ambayo unahusiana nayo, na je, ni nani ambaye yupo katika nje ya pazia? Tell me. Yule mwanaume aliendelea kunyamaza, huku akionekana kung'ang'ana na ule mkono. Douglas akaona, wewe kumbe wewe unijui. Hakufikiria mara mbili. Alimwambia, bro, nitakusukuma, sitani. Yule jamaa hakuelewa. Mara ghafla Douglas alimsukuma. Jamaa aliteremka kwa nguvu, kisha akakutana na gari pale chini. Papo hapo kichwa kikapasuka. Watu waliokuwepo pale chini walionekana kupiga makelele, huku wengine wakionekana wakikimbia. Pale juu Douglas alionekana kumbeba Delia kwa mara nyingine. Aliamua kuondoka naye. Kwa mara ya kwanza, Delia alionekana kutabasamu. Papo hapo Douglas aliweza kutoka nje. Wanahabari walijaa, wakaanza kumuuliza, mzee, ina maana wewe ndio umekabiliana na huyu mwanaume au? Douglas hakutaka kujibu chochote. Alichokifanya yeye, alimsukuma kando yule mwanahabari, kisha akapanda kwenye pikipiki yake. Ila sasa, kabla ya kuondoka, alitazama juu, huku umati ukiwa umemzunguka. Kwenye akili yake aliwaza, kwa sasa sitomwacha huyu mtoto, nitampeleka mimi mwenyewe kwao. Halafu kingine, sihitaji matatizo, hii pikipiki nitamregeshea mwenyewe, alijisemea. Baadaye aligurumisha ile pikipiki na kuondoka. Alifika kwenye lile soko, kisha akashuka kwenye pikipiki. Alimtafuta mwenyewe. Kwa bahati nzuri, mwenye pikipiki hakuwa mbali. Akamwambia, brother, samahani sana kwa sababu niliweza kukunyang'anya pikipiki yako. Pole sana. Kiukweli siku ile nilikuwa na dharura. Mtoto wangu alikuwa ametekwa na nisingeweza kufanya chochote. Usafiri sikuwa nao. Kwa tafadhali brother, naomba unisamehe tafadhali na kuomba. Yule mwanaume mwenye ile pikipiki alionekana kufurahi sana. Alionekana kutomhukumu. Kwanza kabisa alimshukuru. Akamwambia, brother, nilidhani kwamba wewe ni mwizi, kwamba ulitoka tu ukaninyang'anya pikipiki yangu na ukaondoka. Kwanza kabisa nakushukuru. Halafu kingine, sihitaji pesa zako, kwa sababu ungekuwa mwizi usingeweza kurudi na kuniregeshea pikipiki yangu. Kwa tafadhali, mimi sina baya lolote na wewe, unaweza kuondoka brother. Tena nakushukuru kwa mara nyingine. Douglas alimchukua Delia na kuamua kuondoka, huku moyoni mwake akitambua kwamba huyu mtoto yupo sasa kwa mikono yake na yeye mwenyewe ndiye ataweza kumpeleka kwao.
alianza safari. Alivuka mipaka na mabonde. Hatimaye alifika kwake nyumbani. Baada ya masaa machache, alimwandalia Delia chakula. Baada ya kula, alianza kunakili maneno machache chini, maneno ambayo yalikuwa yakitaja nchi. Kisha alianza kumuuliza Delia, je, wazazi wako wanatoka Kenya? Na je, kama wanatoka Kenya, basi ni mji gani naweza kuwakuta? Au pia ni kijiji gani naweza kuwakuta? Lakini Delia alionekana kutikisa kichwa kuelekea upande wa kushoto na kulia, akimaanisha kwamba yeye hatoki Kenya. Douglas alimwelewa. Baadaye akasoka tena, akauliza, je, wewe ni Mkongo? Delia alitikisa kichwa tena kuelekea upande wa kushoto na kulia, akidai kwamba hapana. Douglas karibu akate tamaa, lakini aliendelea mpaka pale alipofika kwenye neno lililoandikwa Tanzania. Akamuuliza, vipi, wazazi wako wanatoka Tanzania? Papo hapo Delia akatikisa kichwa kwa mara nyingine, akimaanisha kwamba wazazi wake ni wa Tanzania. Douglas alipogundua hilo, alianza kukusanya baadhi ya vitu. Alichukua mavazi ya Delia, akachukua baadhi ya vyakula, akavikusanya vyote kwenye begi, kisha akabeba kwenye mgongo wake, akamfuatisha Delia, kisha baadaye akaondoka kwa miguu. Alitembea kwa muda mrefu. Hatimaye alifika kwenye mpaka wa Kenya kuelekea Tanzania. Alipofika, maafisa wa uhamiaji walimzuia. Mmoja kati ya wale maafisa alimsogelea kisha akamwambia, kijana, bila tiketi huwezi kuvuka kuelekea nchi nyingine. Papo hapo Douglas akashangaa. What? Ina maana nimebeba kila kitu halafu nimesahau tiketi? Douglas alisimama kwenye mpaka, macho yake yakimwangalia afisa wa uhamiaji aliyekuwa amesimama mbele yake kwa msimamo mkali. Nisikilize bwana mkubwa, Douglas alisema kwa sauti nzito. Huyu mtoto anataka kumregesha kwao, nikimaanisha kwamba huyu mtoto sio wa huku, alipotea. So tafadhali naomba tu nisikilize kwa dakika chache. Lakini ule afisa alimtazama kwa mara nyingine, kisha akamwambia, ndugu yangu, sheria ni sheria. Huwezi kuvuka mpaka bila vibali sahihi. Douglas alishusha pumzi nzito. Hakutaka kugombana. Alimtazama Delia aliyekuwa ameshikilia mkono wake kwa nguvu, macho yake makubwa yakiwa na hofu. Alinama na kumpapasa kwenye shavu kwa upole. Tutarajia nyumbani mdogo wangu. Bila kuongeza neno, aligeuka na kuanza kurudi nyumbani, huku akimbeba Delia mgongoni. Safari yake ya kurudi nyumbani ilikuwa ndefu, lakini Douglas hakuhisi uchovu. Kila hatua aliyopiga ilikuwa na maana kubwa. Alikuwa amechagua mapenzi badala ya masharti ya dunia. Taarifa inafika kwa Bwana Goronga. Habari ya Douglas kurejea na mtoto huyu nyumbani ilienea haraka sana kama moto wa nyika. Ilipomfikia Bwana Goronga, alikuwa nyumbani kwake akipumzika kwenye kiti chake cha kifahari. Alikuwa akinywa chai ya tangawizi, akifurahia amani yake, akiamini kuwa Douglas alikuwa amekwisha sahau Mesla na amemtema yule mtoto wa ajabu. Lakini ghafla, mmoja wa vijana wake wa kupeleleza akaingia kwa kasi.
Bwana mkubwa, kuna habari mbaya. Bwana Goronga alimtazama kwa macho makali. Habari gani? Douglas amerudi na yule mtoto. Hakumwacha hata baada ya kuambiwa afanye hivyo. Nini? Bwana Goronga alisimama ghafla. Kikombe cha chai kilidondoka na kuvunjika vipande vipande. Uso wake ukawa mwekundu wa hasira. Huyo kijana anadhani mimi ni nani? Kwa haraka alivaa koti lake na kupanda gari lake lenye rangi ya dhahabu. Hakusubiri hata dereva wake. Alijirusha mwenyewe kwenye usukani na kulikanyaga kwa nguvu. Hili lazima likome leo, alinguruma huku akiongeza mwendo. Douglas alikuwa amefika nyumbani kwake na kumkalisha Delia kitandani. Alikuwa animpikia supu ya mboga wakati mlango ulipigwa kwa nguvu. Bam, bam, bam! Douglas alishtuka. Aliposogea mlangoni, kabla hata hajaufungua, mlango ulivunjwa kwa mateke na kufunguka kwa kishindo. Bwana Goronga alisimama pale mlangoni, uso wake ukiwa kwa hasira. Wewe kijana, alinguruma. Nimekuja kuchukua binti yangu mara moja na sitaki kuona mtoto huyu hapa. Douglas alimtazama mzee huyo bila hofu. Karibu mzee, alisema kwa sauti tulivu lakini nzito. Lakini kabla hujaendelea, hebu tulia na unisikilize kwanza. Sina cha kukusikiliza, Goronga alipiga kelele. Nilikuambia umwache mtoto huyu. Nilidhani una akili, lakini sasa naona umechagua kuwa mpumbavu. Unafikiri dunia hii inakujali? Douglas akatikisa kichwa, akimsogelea mzee huyo kwa upole. Na wewe unafikiri dunia hii inakujali? Bwana Goronga alichanganyikiwa kidogo na kauli hiyo. Unajua mzee, Douglas aliendelea, sijawahi kukuona ukicheka kwa dhati, ukafurahia maisha bila kujali heshima na majina makubwa. Unapigania vitu visivyo na maana. Unataka maisha yako yawe ya utawala tu, lakini mwisho wa siku utakuwa peke yako. Bwana Goronga alimtazama Douglas kwa sekunde chache, akishindwa cha kusema. Douglas akageuka na kumtazama Delia aliyekuwa ameshika mkufu wake wa ukumbusho. Kisha akasema kwa sauti tulivu lakini yenye uzito, mtoto huyu si mzigo, ni baraka. Unaposema nimrudishe alikotoka, umewahi kujiuliza alitoka wapi? Goronga alijibu kwa ukali, hilo si jukumu lako, sio damu yako hiyo. Douglas akatikisa kichwa. Sio lazima awe damu yangu ili awe wa familia yangu. Mzee Goronga alibaki kimya kwa sekunde chache, lakini hasira zake hazikuisha. Hili halijaisha, Douglas, hili halijaisha, alisema kwa sauti nzito. Hili halijaisha. Aligeuka na kuondoka, akiliacha jengo likitetemeka kwa hasira zake. Lakini Douglas alijua jambo moja, vita hii haijafika mwisho. Siku hiyo jioni, Douglas na Delia walikuwa wamechoka baada ya siku ndefu ya mazoezi ya muziki. Ili kupumzika, Douglas aliamua kumpeleka Delia kwenye ukumbi wa burudani kutazama video kubwa za michezo na burudani nyinginezo. Walipoingia ndani ya ukumbi, Douglas alishtuka kidogo. Pale mbele kabisa walikuwa wameketi Mesla, Bwana Goronga na familia yao yote. Macho yao yalikutana kwa sekunde chache. Douglas alihisi hakutaka ugomvi tena. Vita vya maneno na Goronga vilikuwa vya bure, na sasa hakuwa na haja ya kushindana naye. Bila kusema neno, alimchukua Delia na kutafuta kiti kingine mbali kidogo na familia ya Mesla. Waliketi kimya, wakisubiri filamu ianze. Walikuwa wakionyesha mashindano ya ngumi kati ya bondia wa Kenya na bondia wa Tanzania.
Ukumbi mzima ulikuwa umejaa watu waliokuwa wakishangilia kwa nguvu, huku bondia wa Kenya akimlemea bondia wa Tanzania kwa makonde mazito. Douglas alitabasamu kwa mbali, akifurahia hali ya ukumbi. Lakini alipomtazama Dilia, moyo wake ulishtuka. Msichana huyo mdogo hakuwa na furaha hata kidogo. Macho yake yalikuwa yamekunjwa kwa hasira na alionekana kama ameudhika sana. Douglas alishangaa. "Mbona unaonekana mwenye huzuni mdogo wangu?" aliuliza kwa upole. Dilia hakusema neno, lakini uso wake ulibaki na huzuni. Mara ghafla, bondia wa Tanzania aliamuka kwa nguvu. Akampiga bondia wa Kenya ngumi nzito ya kushtukiza, na kwa sekunde chache bondia wa Kenya alianguka chini. Puh! Ukumbi mzima ulinyamaza kwa mshtuko. Lakini kwa mshangao wa kila mtu, Dilia aliruka juu na kushangilia kwa nguvu. Watu waliokuwa karibu waligeuka na kumtazama kwa mshangao. Douglas naye alibaki kimya, macho yake yakiwa yamefunguka kwa mshangao. Mara televisheni ilionyesha bendera za nchi zilizoshinda. Bendera ya Tanzania ilipokuwa ikipepea kwa fahari. Dilia aliruka kutoka kwenye kiti chake, akakimbilia skrini kubwa na kuibusu kwa heshima. Ukumbi mzima ulikuwa kimya, kila mtu akishangaa. Douglas alihisi mwili wake ukitetemeka taratibu. Alisimama polepole, akaweka mkono wake begani mwa Dilia, kisha akamnong'oneza kwa upole, "Ni kweli ulikuwa unamaanisha kwamba kwenu ni Tanzania?" Dilia akatikisa kichwa kwa nguvu, akionyesha ishara ya kukubali. Douglas alihisi damu yake ikichemuka. Ndipo alipoelewa kwa nini Dilia aliudhika wakati bondia wa Tanzania alikuwa akilemewa. Kwa nini alishangilia kwa nguvu aliposhinda, na kwa nini alibusu bendera ya Tanzania kwa mapenzi makubwa. Dilia alikuwa na uhusiano na nchi ya Tanzania. Kwa mara ya kwanza, Douglas alihisi kama amekaribia kufahamu ukweli wa Dilia. Lakini sasa swali kubwa likawa, je, familia yake bado ipo Tanzania? Na kama ipo, je, bado wanamtafuta? Baada ya kugundua Dilia alikuwa na uhusiano na Tanzania, Douglas aliamua kufanya uamuzi wa maisha na kifo, kumrudisha mtoto huyo kwao. Alijua safari ya kawaida ingekuwa na vizuizi vingi. Hakuwa na stakabadhi za kusafiri naye, na hakujua chochote kuhusu familia yake. Lakini moyo wake ulimwambia mtoto huyu lazima arudi kwao nyumbani. Alipowaambia marafiki zake kuhusu mpango wake, walimshangaa. "Wewe hujui unachokifanya Douglas," mmoja wao Tush alisema. "Njia za kawaida haziwezi kukuruhusu kusafiri na mtoto huyu bila vibali rasmi. Lakini tunajua njia ya siri." Douglas alimtazama kwa mshangao. "Njia gani hiyo?" "Chini ya ardhi," rafiki yake mwingine Balo alisema kwa sauti ya siri. "Watu wengi wamekuwa wakitumia njia hiyo. Ni handaki la zamani lililotengenezwa wakati wa vita. Linaelekea upande wa Tanzania bila kugunduliwa." Douglas alitikisa kichwa na kusema, "No, mimi sitapita kwa njia ya wizi." Wote wakatazamana kwa mshangao. "Unataka kufanya nini Douglas?" "Nitaomba ruhusa kwa wanajeshi wa mpaka. Kama ni haki, basi lazima niombe kwa njia halali." Wale marafiki walicheka. Wengine walicheka kwa kejeli. "Douglas, unafikiri dunia hii ni haki?" Tush aliuliza. "Wanajeshi hawatakusikiliza. Watakufukuza au hata watakufunga. Wakati sisi tunapita salama, wewe utabaki pale ukiwa bado umesimama." Lakini Douglas alibaki na msimamo wake. "Nitaomba ruhusa, na kama ni mapenzi ya Mungu, wataniruhusu." Ilipofika usiku,
Marafiki zake walimwacha pale na kupita kwenye handaki la siri, wakimcheka na kumwona mjinga. Douglas alibaki na Delia akisubiri wanajeshi wa mpaka wapite. Mwishowe walifika wanaume 6 waliovaa mavazi rasmi ya kijeshi, wakiwa na bunduki mgongoni na marungu mikononi. Douglas aliwapungia mkono. Samahanini, naweza kuzungumza nanyi? Wanajeshi waliposimama wakamtazama kwa macho makali. Nini shida yako kijana? Mmoja wao aliuliza kwa ukali. Nataka ruhusa ya kupita na mtoto huyu mpaka Tanzania. Wanajeshi walitazamana, halafu mmoja wao akaanza kucheka. Ruhusa? Kwenye mpaka au? Unafikira hapa ni kituo cha mabasi? Douglas akakaza uso. Ninajua kuna njia ya chini, lakini sikutaka kuitumia. Nilitaka kufanya jambo kwa njia halali. Kabla hata hajamaliza sentensi yake, mmoja wa wanajeshi alimvaa kwa hasira na kumshika shati kwa nguvu. Hii njia ya wizi ilitengenezwa na nani? Aliuliza kwa sauti nzito. Douglas alitetemeka kidogo, lakini kwa bahati nzuri hakuanguka. Sijui. Sikuhusika. Wala sijawahi kupita huko. Wanajeshi walimtazama kwa macho mekundu. Mmoja wao akaanza kumpiga marungu mgongoni. Douglas alihisi maumivu makali. Alianguka chini akigugumia kwa maumivu. Delia aliruka kwa hofu na kumkumbatia, machozi yakimtoka. Wanajeshi waliendelea kumvamia kwa marungu, wakimpiga na mateke pia, wakimrushia maneno makali. Wewe ni mwizi, unajaribu kutudanganya. Lakini mmoja wa wanajeshi, kijana mdogo aliyeonekana kuwa na huruma tofauti na wenzake, alikuwa akimtazama Delia kwa macho ya maswali. Baada ya sekunde chache, alipiga hatua mbele na kumuinua Douglas taratibu. Wewe, mtoto huyu ni wa nani? Aliuliza kwa sauti ya upole. Douglas alishusha pumzi nzito, akijifuta damu mdomoni. Siwafahamu wazazi wake. Nilimpata akiteseka barabarani, halafu nilimchukua. Lakini nilipoanza kumlea, nilikuja kugundua kwamba anatoka Tanzania. Nataka kumrudisha kwao. Wanajeshi walitazamana, sauti ya Douglas ikiwa imewafanya wafikirie mara mbili. Yule mwanajeshi aliyekuwa na huruma akasogea karibu zaidi na Delia, akamtazama kwa makini. Unataka kwenda kwenu? Mdogo wangu, unataka kurudi kwenu? Aliuliza kwa sauti ya upole. Delia akatikisa kichwa kwa nguvu, akionyesha ishara ya kukubali. Hapo ndipo wanajeshi walibadilika. Walitambua kuwa huyu hakuwa mtu wa kawaida. Hakuwa mwizi wala msafirishaji wa watoto. Alikuwa mtu mwenye moyo wa utu. Mmoja wao aliweka marungu yake chini, akamwangalia Douglas kwa macho makali lakini ya heshima. Tutakuruhusu kupita, lakini ukipatwa na matatizo yoyote huko Tanzania, hatutahusika sisi. Douglas alishusha pumzi ya faraja. Asanteni sana jamani. Mmoja wao alimpapasa Delia kichwani kwa upole, kisha wakafungua njia ya chini na kumruhusu apite. Douglas alimbeba Delia mgongoni, akapiga hatua kuelekea kwenye njia hiyo ya giza, akijua kuwa safari ya hatari ilikuwa imeanza rasmi. Hatimaye Douglas alifaulu kuingia Tanzania. Ila bahati mbaya ilitokea pale ambapo askari wa mpaka wa Tanzania walikuja kurealize kwamba kuna wageni wa nchi ngeni wameweza kuingia nchini kwao bila ruhusa ya mpaka. Papo hapo mkubwa mpaka akapeana taarifa kwamba yeyote ambaye atawaona hao watu basi apeane taarifa. Na bahati mbaya ni kwamba hadi picha zao zote zilikuwa zikionyeshwa. Maskini Douglas alipokuwa akitembea huku na kule,
Alishangazwa tu hivi baada ya kuona posta moja ikiwa imebeba picha yake. Alipoangalia kando, alishangaa kuona pia marafiki zake wote picha zao pia zilikuwa zikionyeshwa. Ilimbidi sasa aanze mchakato wa kujificha. Lakini sasa alipokuwa akizunguka huku na kule, bahati mzuri ni kwamba alikutana na rafiki zake wote. Rafiki yake mmoja ambaye alikuwa mwanahabari, huku wengine wakiwa wanawasindikiza. Walianza kujadili huku wakipanga ratiba za kutoroka askari. Walianza kuzunguka sehemu tofauti tofauti. So hiyo siku ilipita vizuri, na kwa bahati mzuri ni kwamba askari hawakufanikiwa kuwaona. Lakini sasa siku iliyofuata walikuwa wanaenda hotelini kukula. Kwa bahati mbaya wakaona askari. Papo hapo rafiki yake mmoja akaona msikiti pale mbele. Ilibidi akimbilie ndani ya msikiti. Doglazichi alimpatia mtoto akamwambia, bro, nenda na huyo mtoto, mimi sitaenda huko kwa sababu mimi dini yangu ni ya Kikristo na dini yangu hainiruhusu kuelewana na Waislamu. Alafu kingine ni kwamba naogopa Waislamu wanaweza wakanifanya kitu kibaya. Kwa tafadhali, mnapoenda huko mumwangalie huyu mtoto. Rafiki zake walimsihi sana, wakamwomba, bro, utapatwa, please twende. Lakini Doglazichi alikoma, alisema no, mimi huku sitaenda. Basi ikabidi rafiki zake waondoke na mtoto. Doglazichi aliamua kujilaza karibu na mlango wa msikiti. Alichukua nguo nzito kisha akajifunika. Lakini sasa kwa bahati mbaya, akiwa bado amelala, alipoangalia kwa umbali mrefu, aliona askari wakija karibu naye. Hapo sasa ndipo akashinda, what? Nitafanya nini hapa? Na njia pekee ya kujificha ilikuwa tu ni pale kwa msikiti. Ilimbidi aamuke mbio mbio kwa sababu sasa askari walikuwa sasa ndo nakaribia. Alikosa chaguo. Sasa Waislamu wakiwa kwenye msikiti wakiwa wanaomba, walishangaa kuona mtu anatoka huko mbio kisha akaingia ndani. Baadaye akaanza kuwasihi, tafadhalini sana na waombeni, msiniseme aki wallahi, askari wanakuja kutukamata. Naomba aki wallahi msiwaambie kama tumeingia humu ndani. Doglazichi baadaye akaingia na baadaye akajificha kwa watu. Askari walipokuja, mkubwa wao alianza kuwahoji wale Waislamu. Baadaye sasa shehe akajitokeza, wakaanza kumhoji. Samahani sana bwana shehe, kuna hawa vijana 4 tunawatafuta. Kuna mmoja ambaye ana mtoto, alafu kwa hao wengine kuna mmoja ni mwanahabari. So tumekuwa tukiwatafuta kwa muda mrefu bila kufanikiwa. Sasa bwana shehe, tafadhali tunakuomba, ikiwa labda umewaona au wakiwa hapa ndani, tunakuomba utuelekeze walipo tuwachukue, please. Ila sasa bwana shehe alitabasamu, kisha akawaangalia tena wale askari. Baadaye akawaambia kwamba samahanini sana, kwa bahati nzuri ni kwamba sisi hapa tumekuja kusali, na kama tukiwaona hao watu basi tutawapatia ripoti. Kwa kuwa posta zote tuko nazo na pia picha zao zote tumezihifadhi, so nyinyi askari msijali, tutawapatia habari kamili kama ikiwa tutawaona hao watu. Ila sasa mkuu wa askari alikuwa akigoma, akasema, hapana bwana shehe, tunaomba tuingie ndani tupate uhakika, tuangalie kama kuna dalili zozote tunaweza tukawapata hawa watu.
Lakini sasa wale askari walipokuwa wakizungumza na shehe pale ndani, kumbe Doglazichi hakuwa mbali zaidi, alikuwa akiwasikiliza taratibu. Papo hapo akawa anauliza Muislamu mmoja, tafadhali, vipi, unaweza ukatuonyesha njia yoyote nyingine ambayo tunaweza tukaitumia kutoka humu ndani? Baadaye yule Muislamu akamwambia kwamba njia zipo mbili, hii ya mbele ambayo umekuja nayo, halafu sasa kuna ingine ipo nyuma. Kwa kama labda mnataka kutoroka, tumia ya nyuma, kwa sababu huko nyuma naona at least kuna usalama. Baadaye Doglazichi baada ya kusikia hivyo akawaangalia wenzake na kuambia, we, tuondoke haraka. Baada tu ya kuondoka tu hivi, mara askari nao wakaingia, wakaanza kuwahoji wale Waislamu waliokuwepo pale ndani, vipi, mna hakika kwamba hawa watu ambao tunawatafuta hawapo hapo ndani? Wakawa wanagoma kuongea. Askari wakaanza uchunguzi wao, ila sasa kwa bahati mbaya ni kwamba hawakuwakuta. Baadaye wakaamua kuondoka. Doglazichi akiona rafiki zake kwenye mizunguko, aliamua kuambia kitu kimoja, majamaa, leo mimi nimejifunza kitu kimoja, usiwahi kudharau dini ya mtu. Kwa kweli leo mimi ndo nimeamini, ama kweli Mungu ni mmoja tu, kwa sababu kama hawangekuwa wale Waislamu sisi tungekamatwa kweli. So tafadhali majamaa, msiwahi kudharau dini ya mtu. Lakini sasa rafiki zake walimwangalia, baadaye wakanimwambia kwamba bro, si wewe ndo ulikuwa na dharau kwamba huwezi ukaingia kwa sababu wale ni Waislamu, halafu dini yako haikuruhusu. Sasa tunashangaa unajaribu kutetea, sijui unatetea nini. Ila Doglazichi aliwaangalia na kuambia, ni kweli, lakini msiniseme sana, kwa sababu nimeshakiri tayari, nimeshajifunza kitu. So tuendelee tuna safari. Baadaye waliamua kuanza kuendelea na safari, lakini mmoja wao ambaye alikuwa anaitwa Mustafa alikuwa akirekodi katika kila hatua ambayo walikuwa wakikanyaga. Alikuwa akipiga picha mazingira, alikuwa pia akipiga picha za barabarani, alikuwa pia akimpiga Doglazichi picha pamoja na yule mtoto, alikuwa akirekodi na video pia. Lakini sasa kuna mmoja wao ambaye alikuwa anaitwa Hemedi, alimuita Doglazichi, baadaye akamwambia, Dogla, hivi kweli hii ni haki? Kwa sababu tumeenda sehemu tukajificha, halafu wale ambao wametuficha hata hatujajaribu tu hata kuambia asanti. Eti kweli Dogla? Mimi mwenyewe hapa ni Mkristo kama wewe, lakini kwa kweli hili nalo yani sijaribu, yani najaribu kufikiria lakini sijaribu kuafikiana nalo. Kwa tafadhali tujaribu kurudi. Lakini Dogla akamwambia no, hapana, kwa sababu tukirudi huko tunaweza tena tukakutana na askari. Lakini Hemedi akawa anamwambia, brother, sio vizuri, inabidi turudi, at least tupeane shukrani zetu please. Papo hapo ilimbidi Doglazichi akubaliane na Hemedi. Aliwaambia wenzake, bro, turudi nyuma, hatujatoa shukrani na hatujafunzwa hivyo tokea utotoni mwetu, turudi. Basi wakaanza safari tena kurudi pale msikitini. Baada ya muda mchache, bahati mzuri ni kwamba walifika, walimkuta yule shehe. Baadaye akawauliza, vipi vijana, kwa nini tena mmerudi? Ila Dogla alimwambia, samahani sana shehe, kwa sababu tuliweza kuondoka hata bila ya kusema neno lolote.
bila shukrani. Lakini kwa sasa hivi mimi nataka tu nikuambie kitu kimoja. Una roho ya kipekee sana, kwa sababu wewe hutufahamu na sisi wenyewe hatuwafahamu, na tumetokea katika nchi jirani, lakini umeweza kutuonyesha moyo wa kipekee. Yaani kwa kweli shehe, sitowahi kusahau katika maisha yangu. Mimi naitwa Douglas Zichi. Mimi ni Mkristo. Halafu huyu mtoto mdogo anaitwa Dilia. Huyu ni Mtanzania, ila sijawahi kujua dini yake ni gani. Halafu huyu hapa mwanaume anaitwa Mustafa. Halafu huyu mwingine anaitwa Hemedi. Halafu huyu mwanamke anaitwa Recho. Tumeandamana nao wote, na kilichotuleta huku ni kwamba tumekuja kutafuta wazazi wa huyo mtoto, kwa sababu huyu mtoto nilimkuta katika mazingira ya kutatanisha. Yaani kwa kweli kiumungumungu tu nikakuja kugundua kwamba anatokea maeneo haya ya Tanzania. Ila sasa bahati mbaya ni kwamba sijajua bado walezi wake, na ndio maana tuko huku. Tumezunguka katika kila kona, na kila tunapozunguka tunakutana na vizingiti vipya. Yaani maaskari wamejaa katika kila kona, kwa sababu tumeweza kuingia katika njia ambayo isiyo halali. Sasa shehe, kwa kweli mimi nakukumbusha tena, kwenye maisha yangu sitowahi kukusahau, kwa sababu wewe ni mtu ambaye umeweza kutuonyesha upendo ambao sijawahi kufikiria hata siku moja. Nadhani pia wenzangu wameliona hilo. Lakini sasa shehe alimtazama Douglas Zichi kwa macho yenye umakini. Baadaye akamwambia, Douglas, tumezikubali shukrani zenu, na hata Allah Mungu aliye mbinguni atazidi kuwabariki, na pia atazidi kukubariki na huyu mtoto ambaye unamsaidia ili awapate walezi wake. Ila sasa mimi sitazungumza mengi, kwa sababu ule mlango wa nyuma maaskari wamejaa pale. Sasa Douglas Zichi, wewe cha kufanya, wewe na wenzako fuateni mlango wa mbele. Hapo ndipo Douglas Zichi akajiuliza, what? Ina maana bado askari wapo huku? Yule shehe akawajibu, ndiyo, ni kweli kuna baadhi ya askari wapo hapa. Ule wakati mlivyoondoka, walikuja wakaanza kufanya uchunguzi, na kwa ile harakati ya kufanya uchunguzi walikuja wakabaini kwamba mlikuweko hapa. Wameamua wawaache watatu, halafu wale wengine wameenda kuendelea na uchunguzi huku wakiendelea kuwasaka. Sasa wewe cha kufanya, fanya uondoke na wenzako kwa haraka, kwa sababu wakati wowote, muda wowote wanaweza wakaingia mumu ndani, kwa sababu wanaamini kwamba itafika muda tena mtarudi na mtahitaji usaidizi. Hapo ndipo Douglas Zichi aliweza kufahamu kwamba yule shehe aliweza kuwasaidia kwa mara ya pili, na hapo ndipo akagundua ni kweli yule shehe alikuwa na nia dhati. Usiku ulipofika, Douglas Zichi na wenzake walikuwa wameketi kwenye giza kinene, lakini Recho alianza kutoa mawazo yake. Jamani, kuliko kuketi hapa kwenye giza, si tungekuwa at least tunatafuta ni njia gani ambayo tunaweza tukaitumia kurudi kwetu nyumbani, kuliko kuanza kukimbizana sijui na maaskari, sijui mara wanajeshi, sijui akina nani. Jameni, mimi naona ni bora turudi nyumbani. Papo hapo Mustafa akadaka, hapo Recho, hapo napo umeongea pointi kabisa. Mimi pia nataka kurudi nyumbani. Aki wallahi Douglas Zichi, fanya mpango turudi nyumbani. Douglas Zichi aliweza kuwajibu, mimi sioni shida. Kama basi mumeamua kuondoka na kurudi Kenya, wacha na mimi nibaki huko peke yangu. Mimi huyu mtoto nitahakikisha kwamba nimemrudisha nyumbani kwao. Hemedi pia alidakia, ni kweli Douglas Zichi, tungekusaidia, lakini kwa kweli
huku Tanzania kunatisha sana. Mimi naona ni bora turudi kwetu nyumbani Kenya, na pia kama ingependeza zaidi tungerudi na wewe, kwa sababu usipokaa vizuri huku utauawa. Douglas Zichi, huku sio kuzuri. Maisha kukimbizwa na askari, mara leo ndo hao, mara kesho ndo wale. Kwa kweli Douglas Zichi, hayo maisha sio mazuri. Fanya tuishie nyumbani. Hapana, mimi sitarudi. Nataka kuhakikisha kwamba mtoto Delia ameweza kupata haki yake. Nataka kuhakikisha kwamba Delia ameweza kupata wazazi wake. Sawa? Ila Hemedi aliamua kumjibu tena, Douglas Zichi, basi tumekuelewa, ila sasa kwa kuwa wewe unataka kubaki, tulikuwa tunakuomba tu, tulikuwa na ombi moja. Tafadhali tunaomba at least uweze kutusindikiza, kwa sababu sisi wenyewe tunaogopa. Douglas Zichi alimjibu, ni sawa, lakini vipi, tutapitia njia gani? Kwa sababu kwenye mpaka kuna maaskari, tukienda pale tutashikwa. Hapo Hemedi akamwambia, Douglas Zichi, hatuna namna, kile ambacho tutafanya ni hiki, tutapitia kwenye hili handaki ambalo tulitumia kuingia humu ndani. Lakini Douglas Zichi aliweza kumuuliza, brother, mbona kama unataka kurudia kosa? Hemedi akadaka, brother, hatuna namna kabisa. Ile ndo njia pekee ambayo tunaweza tukapita kwa amani, kwa sababu pale mpakani jeshi mzima limejaa. Halafu sasa mbaya zaidi, picha zetu zimetawala katika Tanzania mzima. Sasa kaka bwana, sisi tunachokuomba tu ni kwamba tunataka utusindikize. At least tukipata lile handaki, hapo tutakuwa tumesema Mungu wetu atakuwa ametusaidia, tutaweza kuvuka na kutokea upande mwingine, na shughuli yetu na askari wa Tanzania itakuwa imeisha papo hapo. Douglas Zichi akamwambia, ni sawa, kama hivyo ndivyo jinsi ambavyo mmeamua, halafu pia kama wenzako pia wanakusapoti, basi mimi sina namna, nitawasapoti pia, halafu pia tutaweza kupita katika lile handaki. Papo hapo Recho akadakia, akiwalai, wewe kaka, Mungu akusaidie sana, umeweza kutusaidia. Sawa basi, tuondoke. Waliamua kuondoka. Walitembea sana, walitembea kwa muda mrefu, hatimaye wakaliona lile handaki. Lakini sasa kabla hata hawajakaribia, askari ndo hao maskini wa Mungu walikuwa nyuma yao. Sasa ndugu zake Douglas Zichi waliamua kukimbia, wao ndo walikuwa mbele. Douglas Zichi alikuwa amebeba mtoto, ilibidi abaki nyuma, akawaambia go run. Maskini Douglas Zichi aliamua kubaki. Ndugu zake walikimbia na kufanikiwa kupita katika lile handaki, lakini Douglas Zichi akakamatwa na wale askari ndani ya ukuta wa mawe wenye giza na harufu ya chuma kilichooza. Douglas Zichi alisimama akiwa amefungwa kwenye posta ya chuma. Damu zilikuwa zikimloweka polepole kutoka kwenye paji lake la uso. Walimshikilia kwa nguvu, wanajeshi wa Tanzania wakizidi kumpiga kwa marungu ya chuma, wakitaka ajibu maswali yao kwa utii. Wewe ni mpelelezi? Sauti nzito ya afisa mkuu ilinguruma ndani ya chumba hicho cha mateso. Douglas alicheka kwa dharau, macho yake yakiwa mekundu kwa hasira na uchovu. Nilikuja na mtoto aliyepotea, sio kwa upelelezi. Afisa huyo akatabasamu kwa kejeli, akamtazama kwa jicho la dharau. Unajifanya kuwa shujaa, lakini hutaondoka hapa ukiwa hai. Utakufa, na hata ukiwa kaburini utaishi kutukumbuka. Douglas alikaa kimya kwa muda, kisha akainua kichwa polepole, akitabasamu kwa njia ya hatari. I am Mad Dog. No way you can beat me down. Alinguruma kwa sauti nzito kama simba aliyejeruhiwa lakini bado anapigana.
Kwa haraka alitoa wembe mdogo aliokuwa ameuficha kwenye seams za shati lake. Akaanza kukata kamba kwa wepesi na kasi isiyoelezeka. Papo hapo vurugu ililipuka chumbani humo. Pa! Ngumi ya kwanza ilimgonga mmoja wa wanajeshi moja kwa moja kwenye pua, damu ikimwagika kwa kasi. Douglas akageuka kwa haraka, akarusha teke la nyuma lililomgonga mwingine kwenye mbavu. Akapiga yowe la uchungu na kuanguka chini. Wanajeshi walijaribu kumzidi nguvu, lakini Douglas alikuwa mtu wa tofauti, mnyama wa kweli. Ngumi zake zilikuwa kama radi ya mvua kubwa. Mateke yake yaliangusha wanajeshi kama magogo yaliyokatwa. Mmoja wa wanajeshi alikimbilia kupiga kengele ya dharura, lakini kabla hajafika, Douglas aliruka kwa kasi na kumkamata kabla hajafanikiwa. Hapana ndugu yangu, sio leo. Bah! Ngumi nyingine iligonga shingo yake na alidondoka usingizini kama mzigo wa mawe. Chumba kizima kilikuwa kinakaribia kujaa maiti za wanajeshi waliokuwa wamepigwa na Douglas. Baada ya sekunde chache za ukimya wa kushangaza, Douglas alikimbilia upande wa pili wa chumba. Akafungua mlango kwa nguvu na kuingia kwenye sehemu ambapo wafungwa hufungiwa. Delia alikuwa amefungiwa ndani ya chumba cha chuma, akitetemeka kwa hofu. Douglas alitumia nguvu zake zote kuvunja mlango ule wa chuma kwa teke moja nzito. Alimkimbilia mtoto na kumbeba mikononi mwake. Tunaondoka mdogo wangu. Walitoka kwa kasi kama upepo, Douglas akimshikilia Delia kwa nguvu, huku sauti ya tahadhari ikilia kwenye kambi nzima ya jeshi. Ametoroka! Mpigeni risasi! Wanajeshi walikuwa wanamfukuza kwa nyuma, lakini Douglas hakusimama. Alijua kama akisimama angefariki kabla ya kumfikisha Delia kwao. Alikimbia kupitia njia zenye giza, akipitia vyumba vya mateso, akiruka juu ya vikwazo na kuingia kwenye handaki la kutorokea wafungwa. Huko nje, mvua ilikuwa ikinyesha kwa nguvu. Radi zilimulika anga kwa miale ya kutisha. Douglas alisimama kwa sekunde chache, akamtazama Delia machoni. Usiogope mdogo wangu, nipo tayari kupitia magumu yoyote, ili mradi tu nipate kukufikisha nyumbani salama. Alimshika mkono na wote wawili wakaingia kwenye giza, safari ya hatari zaidi ya maisha yao ikiwa imeanza. Douglas na Delia walizama kwenye mji wa Dar es Salaam, wakiwa wamechoka lakini bado wakiwa na matumaini. Walitembea kwenye mitaa ya vumbi, wakitafuta kivuli cha kujificha kutokana na jua kali la jangwani. Ghafla, sauti walizozoea zilipenya masikioni mwao. Douglas, ni wewe kweli? Douglas aligeuka kwa kasi na kukutana uso kwa uso na marafiki zake wa zamani, Tush, Balo na Aboe. Walishangaa kumuona akiwa hai, huku akiwa na majeraha mwilini. Tulidhani ulikamatwa, Balo alisema kwa mshangao. Ndivyo ilivyokuwa, Douglas alijibu kwa sauti nzito. Lakini nikawaonyesha wao mimi ni nani. Marafiki zake walitazamana, wakijua kuwa Douglas alikuwa amepambana tena na kifo na kukishinda. Lakini hakutaka kuzungumzia mateso yake wala jinsi alivyotoroka. Badala yake, alitikisa kichwa na kusema kwa msisitizo, kuna jambo muhimu zaidi. Ni lipi hilo? Waliuliza. Douglas alinamisha kichwa mbele na kusema kwa sauti ya chini chini, ikiwa tutakutana na wanajeshi au mwanajeshi yeyote, tutaondoka haraka sana. Tumeshatangazwa kuwa wahalifu. Wanajeshi wa Tanzania wanatutafuta katika kila kona. Hali ya tahadhari iliongezeka ghafla. Kila mmoja alihisi moto wa wasiwasi ukiwaka ndani yao. Kwa hiyo tutafanya nini sasa? Tush aliuliza. Tunatafuta familia ya Delia. Hiyo siku ilikuwa Jumapili, siku ya soko kubwa mjini Dar es Salaam. Mitumba, viungo vya chakula, mapambo
na wanyama wa kufugwa vilikuwa vimetapakaa kila kona ya soko, huku watu wa rangi na mataifa tofauti wakishughulika na biashara zao. Aboe, rafiki wa Douglas ambaye alikuwa mwanahabari, hakuweza kuacha tabia yake ya kupiga picha. Kila hatua ni kumbukumbu, alisema huku akirekodi kila kitu kwenye simu yake ya kisasa. Aliweka kamera kwenye mwendo wa taratibu, akirekodi mazingira ya soko, watoto wakicheza, akina mama wakitengeneza kahawa ya Kiarabu, wauzaji wakihamasisha watu kununua bidhaa zao. Baada ya masaa kadhaa ya kutafuta bila mafanikio, waliamua kupumzika kwenye kivuli cha mti mkubwa karibu na soko. Aboe alianza kupitia video alizokuwa akirekodi siku nzima, huku Douglas na wengine wakimkaribia kwa shauku. Walipokuwa wakitazama, video moja iliwafanya wote wasimame kimya kwa mshangao. Ndani ya video hiyo, mama mmoja alionekana akibeba chakula cha sungura, akiwa anatembea sokoni. Macho ya Dilia yalichanuka ghafla. Mtoto huyo akaikamata simu ya Aboe kwa nguvu, kama vile ameona kitu cha thamani kubwa. Lakini kabla hata video haijaisha, mama huyo alipita kwenye fremu na video ikaendelea kuonyesha watu wengine waliorekodiwa. Douglas alimtazama Dilia kwa makini. Aligundua kuwa kulikuwa na jambo kubwa aliloliona kwenye video hiyo. Lakini tatizo lilikuwa moja. Dilia hakuwa na uwezo wa kusema. Dilia alizidi kuguza skrini ya simu kwa shauku, machozi yakianza kumdondoka taratibu. Douglas alishusha pumzi nzito. Aboe alimtazama rafiki yake kwa macho makavu. Hebu sogeza video hiyo nyuma kidogo. Aboe akarudisha video polepole mpaka ilipofika tena kwa yule mama aliyekuwa amebeba chakula cha sungura. Douglas aligeuza macho yake kwa Dilia, kisha akauliza kwa sauti ya upole, "Kwani unamfahamu huyu mama?" Dilia akatikisa kichwa kwa ishara ya ndio. Wote walibaki kimya kwa sekunde chache, kila mmoja akitafakari maana ya tukio hilo. Douglas alipumua kwa nguvu, akishikilia bega la Dilia kwa upole. "Basi tumempata," alisema kwa sauti nzito. Kuna uwezekano huyu mama akawa moja kati ya familia ya kina Dilia. Hali ya wasiwasi na msisimuko ilienea haraka miongoni mwao. Siku ilikuwa imesonga mbele. Jua la jioni lilitoa mwanga wa rangi wa dhahabu juu ya soko la Dar es Salaam. Douglas alishusha pumzi nzito, uso wake ukiwa umejaa wasiwasi. Alimgeukia Aboe, mwanahabari mwenye kamera yake, na kusema kwa sauti nzito, "Tafadhali, nitumie ile picha ya yule mama kwenye simu yangu." Aboe hakusita. Alibofya simu yake kwa haraka na kuituma. Douglas alipokea picha hiyo na kuitazama kwa makini, kisha akaifungua kwa skrini kubwa. "Tumtafute," aliamuru. Walizunguka soko nzima, wakiuliza kila wafanyabiashara, kila mchuuzi wa viungo, kila kijana aliyekuwa akiuza tende na kahawa ya Kiarabu. Lakini majibu yalikuwa yale yale. Hakuna aliyemwona yule mama. Kadri muda ulivyozidi kusonga, Douglas alianza kukata tamaa. Alihisi kama dunia ilimwonea, kama majibu aliyotafuta yalikuwa yanamponyoka kama mchanga kati ya vidole vyake. Alisimama kwa sekunde chache, akainama huku akiwa amejishika kiuno. "Labda tumepoteza muda wetu," alisema kwa sauti ya huzuni. Lakini ghafla, katika upeo wa macho yake, alimwona bibi mmoja mzee mwenye ngozi iliyokunjamana akichechemea kuelekea sokoni. Douglas alimtazama kwa muda mrefu, kisha akahisi kitu ndani yake. Labda huyu angeweza kutusaidia. "Tumsimamishe huyu bibi," alisema kwa sauti ndogo. Wote wakamfuata taratibu, na Douglas akamuita kwa heshima, "Samahani bibi, tunaweza kukuuliza jambo moja tafadhali kama utojali?" Bibi alisimama,
Akiwatazama kwa macho yaliyojaa tahadhari, Douglas alifunua simu yake, akaonyesha picha ya yule mama. Samahani, tulikuwa tunamuulizia huyu mama, sijui kama unamfahamu vile. Baby alionyesha wasiwasi, uso wake ukabadilika. Kwanza alikataa kwa nguvu. Hapana, simjui mtu huyo, hapana, mimi simjui, alisema kwa msisitizo, huku macho yake yakionekana ya wasiwasi. Douglas alihisi amedanganywa. Alipiga hatua moja mbele, akainamisha kichwa chake kwa heshima, kisha akasema kwa sauti tulivu lakini yenye msisitizo, "Baby, sisi si watu wabaya na hatuwezi kukufanya chochote kibaya. Tunamtafuta huyu mama kwa sababu maalum sana. Tafadhali baby, kama unamfahamu, tafadhali tunaomba tueleze." Baby akanyamaza kwa muda mrefu. Macho yake yalianza kama mtu aliyekuwa akipambana na dhamira yake. Baada ya sekunde chache, akapumua kwa nguvu na kusema kwa sauti ya chini, "Ndiyo, namfahamu. Nitawaonyesha alipo." Douglas alihema kwa faraja. Walimfuata yule bibi hadi kwenye nyumba ndogo iliyo pembezoni mwa soko. Ilikuwa nyumba ya tope yenye mlango wa mbao, na kwenye uwanja wake kulikuwa na sungura kadhaa wakila majani. Douglas alishikilia mkono wa Delia kwa nguvu, akihisi moyo wake ukidunda kwa nguvu. Mara mlango ukafunguliwa na mama aliyekuwa kwenye picha akatokea. Alikuwa mwanamke mwenye sura ya upole, macho makubwa ya kina na vazi la Kiislamu lililomfunika mwili wote. Aliposimama mbele ya Douglas na Delia, hakuonyesha mshtuko wowote. Alimtazama Delia kwa macho tulivu, kisha akageuza uso wake kwa Douglas. "Nini kinachoendelea hapa?" aliuliza kwa sauti ya upole lakini yenye mamlaka. Douglas alisimama wima, akimnyanyua Delia ili aweze kumtazama vizuri. "Tumekuja kwa sababu ya huyu mtoto," alisema. "Tumekuwa tukitafuta familia yake. Alipoiona picha yako, alionyesha kuwa anakufahamu." Mama huyo alimtazama Delia kwa sekunde kadhaa, macho yake yakiwa hayana hisia yoyote ya mshtuko. "Mtoto huyo sio wangu," alisema kwa uhakika. Douglas alikosa la kusema kwa sekunde chache, lakini alipoiona picha yako alionyesha kushtuka, alisema kwa sauti ya kushangaa. Mama huyo alivuta pumzi ndefu, kisha akasema kwa sauti nzito, "Nina jirani yangu aliyepoteza mtoto wake miaka 2 iliyopita. Alitueleza kuwa mtoto wake alipotea akiwa anasafiri kwenda Kenya kwa matibabu." Douglas alishtuka. "Miaka 2?" aliuliza kwa mshangao. "Hapana, mimi nimekuwa na mtoto huyu kwa miezi 2 tu." Mama huyo akarudi nyuma kiasi, uso wake ukionyesha mawazo makubwa. Ni kweli, ndiyo, ni miezi 2, alisema kwa kujiamini. "Lakini kunalo tukio baya ambalo lilimtokea mlezi wa mtoto yule aliyepotea." Douglas alihisi mwili wake ukitetemeka. Alipotazama upande wake, alimwona Delia akiwa ameloweshwa kwa machozi taratibu, macho yake yakimtazama mama huyo kwa huzuni. Douglas alihisi kuna jambo kubwa lililojificha nyuma ya historia ya Delia. Alichukua hatua moja mbele, akamgeukia mama huyo na kuuliza swali kwa sauti nzito, "Huyu jirani yako anaishi wapi?" Mama huyo alimtazama kwa sekunde chache, kisha akasema kwa sauti ya chini, "Vizuri, nitaenda kuonyesha muda sio mrefu." Safari kuelekea kwa mlezi wa Delia ilikuwa tulivu lakini nzito. Hakuna aliyetamka neno hata moja. Douglas alitembea kimya, akimshikilia Delia kwa mkono, huku mama aliyewaongoza akitembea taratibu mbele yao. Jua lilikuwa limeanza kupungua nguvu, likitoa mwanga hafifu wa machweo, hali iliyofanya safari hiyo izidi kuwa na uzito wa huzuni. Baada ya mwendo wa dakika 10, mama aliyewaongoza alisimama ghafla,
Douglas alihisi moyo wake ukidunda kwa kasi, macho yake yakielekea mahali ambapo mama huyo aliwaashiria waangalie. Walikuwa wamesimama mbele ya kaburi moja, kaburi lililojengwa vizuri, lililozungukwa na mawe madogo ya njano na msalaba wa chuma juu yake, huku maandishi ya Kiarabu yakionekana kwa uwazi, RIP Jasmine James. Chini ya maandishi hayo kulikuwa na maneno mengine yaliyosema, her death was caused by a car accident while she was trying to look for her child. Kifo chake kilisababishwa na ajali ya gari alipokuwa akimtafuta mtoto wake aliyepotea. Douglas alisimama pale akiwa haamini macho yake, lakini kabla hajachukua hatua yoyote, Delia alijitoa mikononi mwake kwa nguvu na kukimbilia lile kaburi. Alipofika, alilikumbatia kwa nguvu, akilia kwa sauti ya maumivu. Huu ni moyo wake unaozungumza, Douglas alisema kimoyomoyo, macho yake yakiwa yamejaa machozi. Alijua sasa hakuwa na shaka tena. Jasmine James ndiye aliyekuwa mlezi wa Delia, na alikuwa amefariki kwa kuwa alikuwa akimtafuta. Douglas alitembea polepole na kupiga magoti kando ya Delia. Alishika kwenye bega lake kwa upole, lakini hakusema chochote. Hakukuwa na faraja inayoweza kuziba pengo la upweke wa Delia. Alijua maumivu ya mtoto huyo hayalikuwa zaidi ya maneno. Mama aliyekuwa amewaongoza alisimama kwa mbali, macho yake yakiwa yamejawa na huzuni. Jasmine alifariki kwa sababu ya mapenzi yake kwa mtoto huyo, alisema kwa sauti ya chini. Alitumia miezi miwili kumtafuta kijana wake, lakini alipokuwa karibu kupata habari zake, ajali ya gari ikampata. Douglas alihisi moyo wake ukibana. Alimfikiria mwanamke huyu asiyejulikana, aliyepoteza maisha yake kwa ajili ya mtoto huyu. Alifikiria jinsi alivyoendelea kupambana, kutembea chini kwa chini, mpaka pumzi yake ya mwisho. Alihisi mzigo wa dhamana nzito juu ya mabega yake. Alimkumbatia Delia kwa nguvu, akijaribu kumwambia kwa moyo wake kwamba hakuwa peke yake tena. Kwa mbali, upepo wa jioni ulibeba vumbi la jangwani, ukipeperusha maua madogo yaliyokuwa juu ya kaburi lile. Douglas alipiga magoti, akainamisha kichwa chake kwa heshima, kisha akasema kwa sauti ya chini lakini yenye msisitizo, Jasmine James, usingepotea bure. Nitahakikisha mtoto huyu anafika kwenye mikono sahihi, na sitamwacha kamwe. Na hapo chozi lake la kwanza lilianguka sakafuni, likichanganyika na mchanga wa jangwa. Douglas alisimama mbele ya nyumba ya yule mama, macho yake yakiwa yamejaa fikra nzito. Safari ilikuwa imefika mwisho. Alimtazama Delia kwa upole, akashika mabega yake madogo kwa mikono yake yenye nguvu lakini laini. Delia, utakuwa ukikaa hapa, alisema kwa sauti ya upole lakini yenye uzito. Wewe si wa kuzunguka nami tena, umefika kwenu. Sawa mdogo wangu. Mama aliyewapokea alimtazama Douglas kwa tabasamu la shukrani. Nitamlinda kama mwanangu, alisema kwa sauti tulivu. Lakini wakati Douglas alikuwa akimwachia Delia mkono, mtoto huyo alianza kukataa, akionyesha ishara ya kugoma. Macho yake yalijaa machozi, uso wake ukionyesha hofu isiyoelezeka. Douglas alitabasamu kwa huzuni, akapiga magoti mbele yake. Delia, utaishi maisha mazuri hapa. Hii ni familia yako, alisema kwa upole. Lakini Delia alizidi kukataa kwa kukitikisa kichwa chake. Alimshikilia Douglas kwa nguvu, kana kwamba alidhani kwamba akimwachia tu, ulimwengu wake utakuwa umevunjika. Douglas alifumba macho kwa maumivu. Alijua huu ulikuwa uamuzi sahihi, lakini ni ngumu kumwachia mtu aliyekufanya uwe bora zaidi. Alisimama polepole, akachukua hatua moja nyuma, hatua nyingine, mpaka alipofika kwenye mlango. Aligeuka nyuma mara ya mwisho,
Dilia bado alisimama pale pale, macho yake yakiwa yamejaa huzuni isiyoweza kuelezeka. Douglas aliamua kujizuia. Aligeuka mbele na kuamua kuondoka. Alitembea mwendo wa taratibu, akihisi moyo wake ukimzonga kwa maumivu. Lakini mara ghafla, "Kaka, usiniache!" Douglas alisimama kama sanamu. Mwili wake ulikosa nguvu ghafla, mapigo ya moyo wake yakipiga kwa kasi kama ngoma ya kivita. Polepole aligeuka nyuma, macho yake yakikumbana na kitu ambacho hakukitarajia kabisa. Dilia alikuwa amesimama pale, macho yake yakiwa yamejaa machozi, midomo yake ikitetemeka. Alizungumza. Kwa mara ya kwanza tangu Douglas akutane naye, Dilia aliweza kuzungumza mara yake ya kwanza. Douglas alihisi miguu yake ikitetemeka. Alimkazia macho kwa sekunde chache, kama mtu aliyekuwa kwenye ndoto. Alizidi kusimama pale, macho yake yakimtazama Dilia kwa upendo wa dhati. Bila kufikiria mara mbili, alichukua hatua moja mbele. Dilia akashtuka kwa furaha na kuanza kukimbia kuelekea kwake. Hatua za kwanza zilikuwa za taratibu, kama vile filamu ya India. Lakini kadri walivyokaribiana, miguu yao ilianza kupiga hatua kwa kasi zaidi, hadi wakawa wanakimbia kama vile maisha yao yote yameunganishwa katika sekunde hiyo moja. Wakati mwili wake ulipogongana na wa Douglas, alimshika kwa nguvu, akambeba juu juu na kumzungusha angani kwa furaha. "Hutowahi kuwa peke yako tena," Douglas alimwahidi kwa sauti iliyojaa hisia. Dilia alifumba macho, akijua kuwa mikono aliyokuwepo ndani yake ni ya mtu atakayemlinda milele. Douglas alishusha pumzi ndefu, akimtazama Dilia machoni. Hapo hapo akaweka sauti yake ya kipekee katika anga za jiji, akianza kuimba wimbo wake wa Utapona kwa mara nyingine. Sauti yako haijasikika, dunia bado inakusikia. Usilie, usikate tamaa, utapona. Kwa macho yako unasema, na kwa moyo wako unapenda. Sijui uchungu wa kimya, lakini nawisi nimeona macho yako, na ndani yake kuna kilio. Najua una ndoto, najua una ndoto, na hata usiposema dunia bado itakusikia. Usione kimya chako kama laana, ni zawadi, ni lugha ya malaika. Mimi niko hapa, nitasimama na wewe, nitakutetea, nitakuwa sauti yako. Usilie, usikate tamaa, utapona. Ingawa sauti yako haijasikika, dunia bado inakusikia. Usilie, usikate tamaa, utapona. Kwa macho yako unasema, na kwa moyo wako unapenda. Ndio, mimi naweza kuongea, lakini ninajifunza lugha yako.
Moyo hauhitaji sauti kusema unapenda, unapenda. Sauti yake iliingia kwenye mioyo ya watu kama upepo mtamu wa jioni. Watu waliokuwa mitaani walisimama kusikiliza. Mmoja akaanza kuimba naye, kisha wawili, halafu watu 10, na ghafla umati mzima ukawa unaimba pamoja naye, utapona. Mji mzima ulijawa na sauti ya mshikamano na upendo. Machozi yalitiririka kwenye mashavu ya baadhi ya watu, kila mmoja akihisi nguvu ya wimbo huo moyoni mwake. Habari za Doglazichi zilisambaa kwa kasi kama moto wa nyika, kwenye runinga, kwenye mitandao ya kijamii na hata redioni. Aboe, rafiki yake, alitangaza kisa kizima cha safari ya Doglazichi na Dilia. Aliweka picha zote alizorekodi kutoka mwanzo hadi mwisho. Huyu ni shujaa wetu, Doglazichi, alisema kwenye habari zake. Mwanaume aliyevunja vizuizi kwa ajili ya mtoto asiye wake, kwa ajili ya moyo wa ubinadamu. Katika sekunde chache tu, Kenya nzima ilijua kilichotokea. Watu waliguswa na hadithi hiyo ya ajabu. Machozi yalitiririka kwa Mesla alipokuwa akitazama taarifa hizo kwenye runinga, lakini hakuwa peke yake. Babake Mesla, Bwana Goronga, yule aliyewahi kumpinga Dogla, alishika kichwa chake kwa huzuni na majuto. Nilimkosea huyu kijana, nilimkosea sana, alisema kwa sauti ya huzuni. Akaamua kuchukua hatua kubwa. Aliitisha Wakenya wote waandamane mpaka mpakani kumpokea Doglazichi kwa heshima kubwa. Wakati Dogla na Dilia walifika kwenye mpaka wa Tanzania kuelekea Kenya, walipokelewa na maelfu ya wananchi wa Tanzania waliojitokeza kuwasindikiza kwa shangwe. Lakini ghafla, tatizo kubwa lilijitokeza. Serikali ilikataa kumruhusu Doglazichi kuondoka. Hatuwezi kumwachia, mmoja wa wanajeshi alisema kwa sauti nzito. Ni mtu anayetafutwa na jeshi la Tanzania. Umati ulinyamaza kwa sekunde chache, lakini ghafla walilipuka kwa hasira. Watu walikusanyika kwa umoja na nguvu, wakivunja lango kuu la mpaka kwa shinikizo la idadi ya ukubwa. Wanajeshi walishindwa kufanya chochote hadi Dogla na Dilia walifaulu kupita upande wa Kenya. Karibu nyumbani Doglazichi. Mara tu walipopita upande wa Kenya, Dogla alipokelewa na mtu wa kwanza, Mesla. Alimrukia kwa nguvu na kumkumbatia kwa machozi. Nilijua utarudi, nilijua hutoniacha, alisema huku akitetemeka. Dogla alimkumbatia kwa nguvu, huku akiwa bado amemshikilia Dilia. Sikuwahi kuondoka, nilikuwa safarini tu, Dogla alijibu kwa tabasamu la uchovu. Alipogeuka, alimuona babake Mesla akiwa amesimama kwa umbali, akiwa na uso wa aibu na majuto. Mzee alihisi aibu kumtazama Dogla machoni, lakini akapiga magoti mbele yake. Samahani mwanangu, nilikuwa kipofu, lakini kwa sasa naona. Umekuwa zaidi ya mwanaume nilivyodhani. Dogla alimnyanyua mzee huyo kwa heshima, akaushika mkono wake kwa nguvu. Mimi si mtu wa chuki baba, najua ulifanya kile ulichodhani ni sahihi. Umati ulilipuka kwa shangwe. Siku zilivyozidi kusonga, Doglazichi na Mesla walifunga ndoa, wakipata baraka za Bwana Goronga na jamii nzima. Dilia alichukuliwa kama mtoto wa familia na Mesla alimhudumia kama mama wa pili. Dogla alihisi kuwa hatimaye maisha yake yalipata maana mpya. Aliendelea kuimba na kufanya muziki wa kutoa matumaini, akipata sauti kwa ajili ya watoto waliopotea, yatima na wale waliopitia mateso kama ya Dilia. Wimbo wake wa Utapona uliendelea kuwa wimbo wa kimataifa, ukileta faraja kwa maelfu ya watu waliokuwa na majeraha ya maisha.
Hatimaye aliweza kuzindua wimbo mwingine mpya, wimbo ambao ulimletea mafanikio makubwa sana nchini. Uliitwa Moyo Wangu Dunia Yako. Ulikuja kama upepo wa bahari, ukanipeleka mbali na shari. Machweo ya macho yako yakaniangaza, nikasahau giza la jana lilivyokuwa gumu. Sauti yako ni wimbo wa malaika, kila neno lako ni nyota angani. Moyo wangu ni mto wa mapenzi unaotiririka kwako bila kikomo. Ningekuwa upepo, ningekubeba. Ningekuwa wingu, ningekufunika. Kama mawimbi yanavyokimbilia ufuo, ndivyo moyo wangu wavyokuita. Macho yako ni bahari ya siri, nayapenda hata kama ni hatari. Sauti yako ni wimbo wa malaika, kila neno lako ni nyota angani. Moyo wangu ni mto wa mapenzi unaotiririka kwako bila kikomo. Ningekuwa upepo, ningekubeba. Ningekuwa wingu, ningekufunika. Hata dunia ikigeuka, hata nyota zikapotea, mapenzi yangu yatadumu hadi mwisho wa wakati. Wewe ni dunia yangu, nakuzunguka, nakuzunguka. Moyo wangu ni wako milele. Na hivyo ndivyo Douglas alivyokuwa zaidi ya mwimbaji. Alikuwa shujaa wa maisha halisi. Hadithi ya Douglas haikuwa hadithi ya mtu mmoja tu,
bali ilikuwa hadithi ya upendo, dhamira na ushindi dhidi ya mateso. Kwa wale waliopitia giza, Douglas Zichi aliwapa mwanga. Kwa wale waliokata tamaa, aliwapa sababu ya kuendelea kupigana. Na kwa wale waliopoteza sauti, aliwafundisha kuimba tena. Mwisho au labda ni mwanzo wa hadithi nyingine. Msikilizaji, hebu nieleze kwenye comment section, umeweza kujifunza nini kutokana na hadithi hii ya hisia kali? Langu jina ni Cedric Kenya. Subscribe, tukutane kwenye hadithi nyingine. Bye. Nilikona ukiwa kimya, moyo umejawa na giza, ukitazama dunia, ukijiuliza mimi ni nani? Wote wanazungumza, lakini wewe unakaa tu. Wanacheka, wanapiga kelele, lakini wewe kwa kimya tu. Usilie, usikate tamaa, utapona. Ingawa sauti yako haijasikika, dunia bado inakusikia. Usilie, usikate tamaa, utapona. Kwa macho yako unasema, na kwa moyo wako unapenda. Sijui uchungu wa kimya, lakini nauhisi. Nimeona macho yako na ndani yake kuna kilio. Najua una ndoto, najua una ndoto, na hata usiposema, dunia bado itakusikia. Usione kimya chako kama laana, ni zawadi, ni lugha ya malaika. Mimi niko hapa, nitasimama na wewe, nitakutetea, nitakuwa sauti yako. Lakini najifunza lugha yako. Moyo hauhitaji sauti kusema unapenda, unapenda. Usilie, usikate tamaa, utapona. Ingawa sauti yako haijasikika, dunia bado inakusikia. Usilie, usikate tamaa, utapona. Kwa macho yako unasema, na kwa moyo